watu wanasema kwamba ndizi na hii maradhi iko kwa udongo, lakini hii maradhi haiko kwa udongo. Hii maradhi kuna vitu zingine ndio inaitwa siye. So if you have been watching my videos, umekuwa ukiona nikienda kwa virus market, but today siko kwa soko, niko kwa shamba. Yes. Bila Mbolea. Bila mbolea. Yes. Ukishaweka hiyo Niko kwa banana plantation. So nilifind out that kumbe banana hufall sick. We umaijua kumbe banana zinaweza kuwa wagonjwa. Kuna maradhi za ndizi na zinaweza kuaffect your banana plantation. But how can we deal with it? We will find out very shortly. So stay tuned ujue ni ugonjwa gani inaweza kuaffect your banana plantation na unaweza kuitibu kivipi. Hapa kuna vitu zilikuwa sinakula. Yes. Unaona haina nguvu kwa sababu kuna vitu zilikuwa sinakula hapa chini. Inakuja lakini unaendelea kufanya nini? Mwaka mbolea. Sasa hii bado sichakomba kupanga mbolea. Mbolea inaendelea kutafuta tu mwaka. Mpaka So welcome my guys to today's video as we want to study about banana plantation. Niko na mzee Albert ambaye atajitambulisha kidogo. Majina naitwa Albert Wekesa Kamara. Mimi ni mkulima wa ndizi na hii ndizi nilianza kwa kulima kidogo kidogo, lakini naona sasa hivi kama Mungu amenisaidia naendelea kupanua hii project yangu. Asante. Ndizi mbalimbali hapa hivi na zinafanya vyema zaidi, so we would just want to look how they are doing. Maybe ni criteria gani unatumianga kupanda ndizi? Kitu cha kwanza, unapotaka kupanda ndizi unatakana ujue unapanda ndizi aina gani. Kuna ndizi ya kuivisha, ya kupika kwa chakula. Kuna ndizi ingine ya kuivisha, ya kupika kwa chakula, na kuna ndizi ingine hiyo ni ya kuivisha alafu inauzwa sokoni na inakuliwa. Kama unapoangalia ndizi kama hii kuweka kwake ni kubwa sana kuliko ndizi zingine. Sasa hii ndizi ilitoka Kisii na ikaletwa huku, ya sasa tunatumia kupanda na inatupatia faida sana. Okay, so labda utatuonesha hii ni variety moja ya hiyo ndizi. Hii ni variety moja ya hiyo ndizi. Alafu kuna ndizi nyingine labda pia tutaangalia ya kawaida. Yes. Ni ya Kisungu au ya ng'ambo, lakini hii pia inatoka ng'ambo, lakini si kama hii. Yes. Ni tofauti. Okay, alafu pia ulikuwa umetueleza kuwa kuna hii ndizi ya kuivisha. Ilikuwa hapa lakini nimekata. Yes. Nimeuza tayari. Yes. Alafu kuna hii ndizi. Yes. Hii ni ya kupika. Yes. Ni sasa haijaweka. Ni sasa inatakana iweke, alafu itakuwa inaleta pesa. Sasa so kuna mtu pia atapenda kuuliza process ya kupanda ndizi. So labda nimeshapata ile mbegu, lakini process ni gani? Ukitaka kupanda ndizi, kitu cha kwanza unachimba shimo. Yes. Na usiweke hii ndizi karibu karibu. Yes. Kwa sababu hii ndizi inapoendelea inaendelea kuzaa. Yes. Sasa unaona kama hii ndizi ilipanda hapa moja, lakini sasa imeanza kusonga. Sasa ukiweka karibu hii ndizi karibu, itashikana haraka. Sasa unataka
shikana haraka. Sasa unatakana uhesabu miguu. Ukisema kwamba miguu 1, 2, 3, 4. Yes. Unapanda hapo moja, unapanda hapa ingine. Okay. Sasa unapochimba shimo, Yes. chimba shimo vizuri kama futi 2.5. Yes. Si kwenda chini. Alafu round kama futi kama kwenda chini. Alafu round kama futi kama 2 tu. Yes. Usichimbe shimo kubwa sana, chimba shimo tu kidogo. Yes. Alafu kichamaliza weka tu hiyo ndizi bila kuweka mbolea. Watu wengine wanaweka mbolea kwanza, Yes. ndio waweke ndizi, lakini weka tu hiyo ndizi Yes. bila Mbolea. bila mbolea. Yes. Ukishaweka hiyo ndizi bila mbolea, Yes. weka udongo kiasi. Yes. Ikifika mahali kama hapa, Yes. wacha tu, alafu anza weka mbolea. Sasa unaona kama hii ndizi Yes. nilipanda bila mbolea, Yes. lakini sasa nimeanza kuweka vitu kama uchafu, Yes. alafu naweka udongo. Sasa hii udongo inasaidia hii uchafu kuoza haraka. Sasa hii ndizi itakuja haraka. Hii ndizi pia nilipanda bila mbolea. Yes. Nilipanda bila mbolea. Yes. Lakini unaona vile inakuja, Yes. inakuja haraka na sitakuja kufanya haraka. Alafu ukishapanda hivyo, Yes. utafika mahali ndizi inaweza kukauka. Yes. Tumeget to understand how you can properly plant your banana. Wacha tusikie about ugonjwa because also banana can get sick. Kwa hivyo tuone hizi ugonjwa wa ndizi. Maradhi ya ndizi ni gani? Kuna maradhi ya ndizi aina mbili. Maradhi ya kwanza, watu wanasema kwamba ndizi hii maradhi iko kwa udongo, lakini hii maradhi haiko kwa udongo. Hii maradhi kuna vitu zingine ndio inaitwa CIE. Hiyo ndio ugonjwa ya hii ndizi. Hiyo CIE si ya kwamba ni ugonjwa, lakini kuna tutu hapa chini na unapoweka hiyo ndizi inakula hiyo ndizi chini. Sasa inapoendelea kukula hiyo ndizi inakuja mahali nava haikui. Unaangalia ndizi inakaa tu lakini haikui. Sasa hiyo ndizi iko na magonjwa hapo chini. Sasa utang'oa hiyo ndizi uweke kando, alafu upate. Iko na ugonjwa ikakauka, ndio hii. Hii ikakauka. Hii ikakauka. Sasa ilipokauka, sasa ilipokauka, kumbe kuna ndizi ingine ilikuwa imesaa kidogo tayari. Sasa ikatoa hii, sasa hii inakuwa. So watu wangu, mnaona pia tuko na maradhi ya ndizi ambao pia ina affect ndizi. Labda ningekuuliza mzee Albert, labda ndizi iko na faida, like unaweza uza upate kiasi ya pesa ngapi hivi? Ndizi kubwa sana yenye umeweza kuuza ukapata pesa ngapi? Kuna ndizi hiyo kama yenye kuonyesha kwanza, hiyo hiyo ni faida, lakini kama ningepata tu mahali, hiyo ndizi inaweza kufika kama 1,000. Lakini kuna ndizi nyingine kama hii hiyo ni kama shilingi 200 au 300. Alafu kuna ndizi nyingine ni ndogo, hizo naweza fika tu kama mtu akikuja naweza kumpatia tu kama kwa shilingi 200, 150, kama ni kitoko tu. Lakini mara nyingi nakuanga shilingi 300, 500, 600, 700. Okay. Pia sijui ni ulianzaje kujua about ndizi? Sababu tumeweza kutazama kuna watu wengi ambao wanapanda ndizi lakini hakuna mazao mzuri kwa ndizi. Je, ulipata wapi hii mafunzo ya ndizi?
Mimi kuna wakati mtu alikuja hapa akachukua akakupeka mahali mnaitwa Kiambu. Nilipokuwa Kiambu nikateseka sana kwa muda wa wiki mbili. Nikasema kwamba ninaenda nyumbani, naenda kushughulika na mambo ya ndizi. Nilipofika nikapanda ndizi mara ya kwanza. Hiyo ndizi haikufanya vizuri. Nikapanda ndizi, halafu haikufanya vizuri, nikang'oa nikapanda hapa miwa. Sasa baada ya kutoa miwa, nikaanza kupanda ndizi pole pole. Sawa. So tutaweza kutembea pia kwa sehemu mbalimbali ya ndizi, ukiweza pia kutuonesha jinsi zinafanya, haswa kwa ile ndizi ambayo sasa hii unaona imefanya vyema zaidi, tuweze kuitazama. Sasa kuna ndizi nyingine huko nyuma. Sasa unaona ndizi kama hizi. Hii ni ya kupika. Sasa unaona imekuja vizuri sana. Sasa kwa sababu nilipanda bila mbolea, lakini naenda kuweka mbolea. Najua shida ya mkulima akipanda ndizi. Sasa anamweka tu mbolea mara ya kwanza kama nini kama tangu na nawacha tu hivi. Sasa hii bado sijakuomba kumwanga mbolea. Mbolea naenda kutafuta tu nikimwanga. Mpaka unapomweka mbolea. Sasa hii imefika mahali haikuli sana. Ndizi ambayo inakula sana ni hii yenye inamuka hii. Halafu kuna ingine yenye hii itasaa. Ya sasa unalisha. Sasa wewe endelea kulisha kwa sababu mtoto anapozaliwa atakula mpaka msomeshe mpaka mpatie kazi. So kwa sasa mtu akipanda ndizi inachukua muda gani iweze kuwa ready? Sasa inategemea. Hii ndizi ya kupika hii. Hii inachukua, ukipanda inachukua tu mwaka moja kuweka. Sasa ikishaweka inachukua kama hii. Kama hii inachukua miezi kama 2 itakuwa tayari. Lakini hiyo ndizi yenye nikuonyesha kwanza hii ya kuibisha hiyo. Hiyo ndizi inachukua miezi 4. Hata inaweza ingia kama miezi 5 ikuwe tayari. Yaani baada ya kuweka. Sasa haikui haraka kama hii. Alafu pia utuambie common mistake yenye unaona wakulima wengi wanafanya kuhusiana na ndizi. Sasa common mistake nyingi ambao wakulima wanafanya, kitu cha kwanza anapanda ndizi, hapalilii, haweki mbolea, ng'ombe zinakula. Alafu kuna mahali nilipita mahali mtu amechukua uchafu wote. Hii ndizi unatakana utoe uchafu ndani. Kama hii uchafu upalilie utoe ndani. Lakini mtu anachukua kama mirakite kiosi, anatupa ndani. Sasa akitupa ndani utakuwa unafunika, hizi hazitazaa au zitazaa lakini zitakwama chini au upepo haitakuwa. Sasa kitu cha kwanza unatoa hiyo uchafu wote. Nitachukua jembe nitakuonyesha. Utatoa hiyo uchafu wote, halafu unamweka mbolea. Kitu cha pili ambacho mistake ambayo watu wanafanya, ukiona jinsi kama hii, hii inatakikana itoke. Hii ndogo inatakikana itoke. Kwa sababu hii iko karibu na hii. Sasa hii itoke. Wadau, muniambie if there is something you are getting from it. Hii yote nahakikisha hii inatoka. Hii inatotoa tu yote. Ikishatoka, naanza kupalilia hivi. Ndio sasa unaipatia nafasi ya kukua. Lakini ukitaka uweka tu hapa uchafu yote, inakuwa tu mzito. Alafu mistake nyingine ambayo watu wanafanya, wakulima wengi wanafanya, unaacha uchafu kwa ndizi.
Yes. Ndizi Yes. inashika uchafu sana. Yes. Kuliko kupalilia. Sasa unaona mimi kama hapa. Yes. Nimepalilia, nataka kupanda hapa mboga. Yes. Alafu hiyo mboga itakuwa napalilia mboga, alafu napalilia ndizi. Okay. So ndizi haikuwa affected ukipanda vitu vingine karibu? Hapa nilikuwa napanda mahindi mara ya kwanza. Yes. Mara nilikuwa napanda mahindi, lakini nikafika mahali nikaacha kupanda hapa mahindi. Yes. Sasa hapa napanda mboga. Lakini hii kwa sababu hii ilipanda juzi. Yes. Hii bado unapanda hapa mahindi. Yes. Alafu kitu kingine. Yes. Watu wanaamini ya kwamba hii ndizi ya kuivisha inaua. Alafu kitu kingine. Yes. Watu wanaamini ya kwamba hii ndizi ya kuivisha inaua hii ndizi ya kienyeji. Yes. Yes. Lakini mimi nilifika mahali kasema kwamba nataka kufanya experiment. Yes. Hii ndizi itakufa au itakuwa affected kama haikui. Yes. Upalili tena uipatie mbolea. Sasa ifika tunajua mgonjwa anapo au mtoto asipokula natembea kama amejikunja. Lakini ukimlisha tu vizuri hata magonjwa haita affect. Sasa wanaamini kwamba hii ndizi hii ya ng'ambo hii ya kienyeji hii au ya kuivisha hii inaua hii. Lakini mimi naamini kwamba haiui hata kidogo. Alafu mistake nyingine ambayo watu wanafanya. Mtu anapopanda ndizi anapanda na anasahau ya kwamba hii ndizi inatakana iweke. Kwa sababu anapanda tu na anaenda tu nyumbani anasahau. Lakini mimi kila wakati ninapotembea kwa hii ndizi najua hii ndizi inataka kasikani kwa hii ndizi. Yes. So kumaanisha vile ulifanya experiment ukipanda ya kuivisha na hii ingine bado itafanya vizuri. Bado itafanya vizuri. Unaona hii? Yes. Iko katikati ya hizi ndizi za kuivisha. Lakini bado inafanya tu vizuri. Yes. So labda tutatembea around kwenye ndizi tukiweza kuzitazama. Ni faida gani kubwa ambao umeweza kupata kwa hii ukulima wa ndizi? Hii ukulima wa ndizi saa hii ndio sasa nimeanza, kwa sababu hapo zamani nilikuwa nimepanda ndizi kidogo. Sasa haikuwa inanilipa sana. Lakini sasa saa hii nimejaribu kupanua hii project yangu. Na unajua sasa ndizi, ubaya wa ndizi huwezi kuuza mara moja. Unauza kidogo kidogo. Sasa hiyo pesa inakusaidia tu kununua utoto vitabu, pengine unapeleka shule, pengine unanunua sukari, unanunua chakula. Na hiyo ni kazi ya ndizi. Lakini itafika tu mahali nikisha settle vizuri itakuwa sasa ndizi inapeleka kama town, alafu napata pesa mingi. Lakini sasa napata kama leo nimepata tu shilingi 400. Nimeuza ndizi mbili kidogo. Huyo mtu akanipatia shilingi 400 na akaenda nazo. Lakini nafika mahali unapata kama kama hizi, unajua hii inatakana utoe. Nilikwambia. Inatakana utoe. Sababu ya kutoa ni? Sababu ya kutoa hii haina nguvu. Unaona ni kuonyesha kwamba kuna ugonjwa hapa chini. Sasa hapa kuna vitu zilikuwa sinakula. Unaona haina nguvu kwa sababu kuna vitu zilikuwa sinakula hapa chini. So mtu anawezaje gundua hii ndizi ni mgonjwa inafanya vizuri vile umetoa hivyo? Unaiangalia
kama haina afya, yes, unajua kwamba kuna shida hapa chini. Hapo chini. Sasa unaona ndizi kama hii imeiacha tu, lakini yes, imeiacha tu, lakini hii ndizi iko na shida. Yes. Hii ndizi iko na shida, lakini imeiacha tu. Yes. Au kwa sababu iko na wacha ni toa boy. Sasa unaona, angalia hapa, unaona kuna vitutu hapa. Yes. Sasa hii vitutu sitakuja kuwa, unaona vinatembea, sitakuja kuwa vikubwa. Yes. Sasa inaharibu ndizi. Yes. So labda ikikuwa mgonjwa inaweza affect ya ndizi ya kando. Okay. Au yes, haita affect sana kwa sababu halafu ukitaka hii kushinda hii ugonjwa ya CA, yes, kitu cha kwanza unailisha vizuri. Yes. Unaweka mbolea, unapalilia. Yes. Sasa ukishapalilia inakuwa na nguvu. Sasa yes, haikuwa affected sana. Yes. Lakini ukiacha, najua mgonjwa asipokula, yeah, hata ugonjwa kitu kidogo itamtoa, unapata anakuwa affected. Sasa nikuambia baada ya kununua hii kitu kama hii. Yes. Unakata hii. Yes. Unakata hii. Yes. Hapo hii itakuja kuwa mbolea. Sasa hii itakuja kuwa mbolea. Okay. So haijaenda waste. Haijakuwa waste. Yes. Sasa unaona pia kama hii. Yes. Hii iko na shida. Yes. Hii ni sawa, lakini hii iko na shida. Yes. Sasa hii inatakana itolewe. Yes. Sababu ya alafu ikuwe mbolea. Baada ya kutolewa, yes, sasa hii itakuja kuwa nguvu. Yes. Halafu mistake nyingine ambayo watu wakulima wanafanya. Yes. Hizo unatekana ifunike hivi. Yes. Lakini unakuta mkulima, yes, ndizi inakaa hivi kwa. Okay. Inakaa tu hivi. Hii mizizi inaonekana. Okay. Sasa unatakana ufunike tu vizuri. Unafunika paka mizizi haionekani. Yaani usi tu unaifunika ikue juu. Yes. Lakini unafunika. Yes. Ukilima ukienda kando. Yes. Vile nilikwambia kwamba, yes, kuna mtoto hatakana azae kabla hajakoma. Unaona hii kama hii? Yes. Hii haijakoma imefika hapa. Yes. Alafu imetoa mtoto. Yes. Tuna hii ni shida. Yes. Mtoto wa class 5 amezaa mtoto. Sasa huu mtoto ni wa huyu. Ni wa huyu. Au si kama wa huyu. Lakini zaidi sana anatakana au wa huyu. Okay. Sasa huyu anatolewa. Ni wa huyu sasa. Unaona hapa. So anatolewa. Anatoa. Kwa sababu hii ndizi haijafika umri wa kuzaa. Yes. Sasa unatoa. Yes. Alafu unaweka vizuri. Okay. Alafu yes, si ati uache tu kila ndizi. Yes. Sasa kuna mahali nilikuwa nataka nikuonyeshe kutengeneza mbolea. Yes. Kama dawa. Yes. Ya miti mbao. Yes. Nilikuwa na nikuja nikiweka hapa. Yes. Sasa unaona? So hii ni matawi ya miti mbao. Ya miti mbao.
Watu wanasema kwamba haifai kuwa mbolea. Lakini sasa unaona ni mbolea. So unaweka pamoja tu. Unaweka pamoja. Halafu imefika mahali sasa nilipendua mara ya kwanza. Sasa nitapendua mara ya pili. Ndio nitoe tu mahindi. Sasa nitachukua ni mwake. So inatakana upendue mara mbili. Mara ya tatu. Mara ya kwanza. Nitapendua mara ya pili. Sasa nikipendua mara ya tatu. Itakuwa sasa. Hili ni matope nitoa kwa barabara. Na si matope ya kawaida. Nitoa kwa barabara na wipa. Nikamwaka hapo. Hapa chini kuna mbolea nyingine ilikuwa imetengenezwa hapa chini. Sasa so hii ni matope yenye unaenda unatoa kwa barabara. Kwa barabara tu. Alafu unaweka. Lakini si kila matope. Mahali sasa kuna mvua inaleta maji na miti. Yaani inasanya mahali. Sasa hiyo madawi inaosea hapo. Sasa ikishaosea hapo. Sasa unachukua unaweka hapa. Alafu unachanganya na hii mbolea. So inakuwa mbolea. So najua watu wangu wamestadi vitu mingi kuhusiana na ndizi. Wamestadi vitu mingi kuhusiana na ndizi. Labda tukimaliza ati ni sumu kwa shamba. Lakini mimi nimekuja kuona kwamba matawi ya miti nikiweka mahali yoze itapatilika, itakuwa mbolea. Alafu mimi huwa nikitembea tu na wheelbarrow nikienda mahali kama mahali maji imekwama. Najua maji nilikuwa nasoma kwa geography. Ni kitu inaitwa silt. Hii silt inapatikana huku, inatoka huku. Inaingia kwa river Nzoia. Inaingia kwa Lake Victoria. Na river Nile inachukua hiyo udongo inapeleka Egypt. Sasa ikifika Egypt, hiyo udongo inasaidia watu wa Egypt kupanda mchele, na wasema kwamba Egypt is the leading producer of rice in Africa. Sasa hiyo matope hiyo mimi ni kichota hiyo matope na kuja na mwaka mahali. Nikisha mwaka mahali alafu inaoza. Nikishaoza nachukua nimekuja na weka kwa ndizi. Lakini kwa sababu hiyo matope haina madini mzuri. Pia nitaongeza samadi ya ng'ombe, ndio sasa hiyo ndizi itafanya vizuri. Na kabla hata nikuja hapa nilikuwa nafanya utafiti wa ndizi. Nikaona maji ni muhimu sana kwenye ndizi. Maji. Wa kawaida. Lazima mtu aplan vile maji itakuwa inafikia ndizi au maji. Yaani unataka kitu ya kwanza unataka upande ndizi wakati wa mvua. Au kama hakuna mvua, mimi niko na shimo kwa hii bomba. Itapanda tu ndizi mwezi wa pili wakati hakuna mvua yoyote. Lakini nitahakikisha baada ya kupanda mwaka maji kama mpira moja kwa hiyo shimo. Na ngoja kama siku 3 na kuja na mwaka tena maji kwa shimo. Na 92 01 93 95. Hiyo ni namba ya bibi yangu. Sawa. So iwapo kama mtu utakuwa na maswali unaweza piga uulize, na pia labda unataka ndizi au unataka kujua jinsi upanzi wa ndizi unafanyika. Yote najua mimi singeuliza maswali yote kuhusiana na ndizi, lakini ulizie. Au mtu anaweza fika tu kwa ground yeye mwenyewe. Unapokuja unafika Matisi Junction. Hii ni Webuye Bungoma Road. Unapofika Matisi Junction, unachukua njia ya kwenda Bokoli. Baada ya kama kilomita 5 hivi ukifika soko inaitwa Miendo Market. Unapofika Miendo Market unauliza naenda kwa Albert Wekesa au kuna kanisa ya mapati hapo. Kama unatokea Matisi iko left hand
baada ya soko kidogo, Yes. kuna njia hapo kwa hiyo kanisa ya mabati, unateremka tu na njia unafika kwangu. Kuja unifundishe, nikufundishe, Yes. tufukuze umasikini. Yes. Yes. Asante sana.